Jambo na karibu mtazamaji wetu wa Peel Media Group, na kama ilivyo ada, mara nyingi kwa masuala ambayo yanatuandama, masuala ambayo yanatugusa, masuala ambayo yanatuumiza, masuala ambayo yanatupa mihemko, masuala ambayo ni ya majonzi, huwa mara nyingi nitakuja hapa, tutaelezana moja kwa moja na tujue lipi la kufanya na kama Mkenya unafaa kukua maeneo yapi. Hasa wakati huu ambapo ni tuseme kwamba ni mtu wa pili ambaye ameuawa chini, ambao wanasema kwa kizungu under cold blood, yani kwa sababu tu huyu hakuwa na makosa. Yani mambo ambayo tumekuwa tukiyazungumzia na tukiyaona chini ya wiki mbili tu ni masuala ambayo ni ya vifo, ambavyo ni vya watu ambao ukijaribu kuangalia nasema kwamba hayafai. Tukiwa bado tunaendelea kuumia hata kabla ya kuzika aliyeaga wiki moja ambayo imepita, ambaye ni kijana kutoka Homa Bay, ambaye ni kijana barubaru, ameoa kisha pata mtoto wake wa kwanza ambaye ni mtoto mchanga, hajaelewa baba ni nani vizuri, anamuona tu kwa sura, hawajakuwa kwa muda mrefu. Maisha yake yakakatishwa. Ndugu Albert, Bwana ilaze roho yake mahali pema peponi. Baadaye Eli Joshua ameondokea zake. Alikuwa akiuza maski ambayo mara nyingi ni barakoa tuliita kwa sababu ya Kiswahili cha wakati wa corona. Sasa hivi kwa sababu vitoa machozi vinafanya watu wengi wanahisi kwamba mapua yako salama, akasema leo niokolee jahazi kwa watu ambao kidogo wataumizwa na vitoa machozi ama tear gas kwa kizungu. Laiti angelijua kwamba siku ya leo ingekuwa ni siku yake ya mwisho akiuza barakoa katika eneo la CBD ya Nairobi, na mtu ambaye amewekwa kwa sababu ya kumlinda na kwa sababu ya jasho dogo ambalo analifanya kila siku ili kuhakikisha kwamba amelipa ile ambayo ni kodi ya kila siku, na pia amejaribu kulisha familia yake ama maybe anajilisha yeye mwenyewe, lakini sasa maisha yake yakakatishwa ghafla, na hapo akasalimu amri, akaenda kusalimia mababu walioaga miaka iliyokwenda kwa sababu ya kuifilia nchi ya Kenya. Swali tunalojiuliza ni kwamba bado tuko katika enzi zile za kuuliwa chini ya cold blood kwa sababu ya kulilia haki yetu, ama bado tuko chini ya unyonge, chini ya Mwafrika ambaye ni mzungu Mwafrika ambaye anatawala na wala hasikii sauti ya mnyonge. Kila anahitaji ni kwamba apate madini na aondokee nchini mwake. Lakini hapa tunaongelea kuhusu serikali ambayo wakati mwingi watu wamejiondokea pale wakiomba kwamba sharti masuala yao yaweze kujibiwa na masuala yao yaweze kujibiwa kwa njia iliyo rahisi. Lakini wanapondokea wakidhani kwamba wanaondokea kwa sababu ya usalama wao na kwa sababu ya ili kwamba sauti zao zisikike, na huyu ambaye kweli alikuwa akitafuta hela yake ambaye ni mapeni ya kila siku, ghafla amepatana na mauti yake bila hoja, bila shida, bila kwamba hakuwa ana shida yoyote na mtu yeyote. Ni ile tu aliyokuwa nayo kwenye mkono wake ni barakoa ya kuuza, akapata angalau mapeni ya siku moja ya mstahimilishe katika mji wa mawe ambayo tunauita ni mji wa Nairobi. Kutakuwa namna gani ikiwa kwamba hili litakuwa kwamba ni swala la kuangazia kila wakati? Nikasimulia hivyo jana kwenye klipu ambacho niliweza kukishia kwenye mtambo wangu wa YouTube hapa, nikasema kwamba hili likitokea si kwamba ni kunamazisha sauti za Wakenya, lakini ni kuamsha hata waliokufa
kwa sababu ya kufilia na kupigania haki za wananchi, na kwa sababu ya mwananchi kuwa huru, kwa sababu mwananchi ndiye mkuu. Sauti hizo zinapokuwa zinazimwa ni sauti moja, lakini kumbuka kwamba sauti zote nchini Kenya ni zaidi ya mamilioni. Kwa hiyo sauti hii moja ambayo ilizimwa haimaanishi kwamba sauti zote mamilioni kwamba yamezimwa. Ndiyo, huyo aliyempiga risasi ni mtu mmoja tu, ambaye bado huyu mtu mmoja ambaye alimuua amemwangamiza, akidhani kwamba amemuua lakini ili kwamba afaidike, lakini amemuua akidikosesha amani. Damu ya mwanadamu si kitu cha kucheza nacho, na damu ya mwanadamu kama alivyouawa Albert kwenye njia ya cold blood ni swala tu lilionekana kwamba ni swala la mzaa, kwamba maisha haya nikiyamaliza tutamsahau. Ndiyo tutamsahau, lakini kumbukumbu zake na yote aliyoandika kwenye mtambo wa X na yale yote ambayo alikuwa akiongelea, ndiyo hatujajua ukweli wake, lakini kifo chake na damu yake itaendelea kulia. Wakati ya Abeli alipouawa na Kaini, walidhani kwamba alidhani kwamba huyu ni ndugu ambaye ni mdogo kwangu, mimi ni mkubwa kwake, lakini alama ambayo aliachiwa kwenye sura yake ya kwamba yeye ni mtu ambaye ataua na atakuwa kwamba ataishi maisha yake yote akijiuliza, akijihukumu. Katika kizazi cha Kaini hatujui kama ndicho hiki bado kinaendelea kuwa watu, lakini swali ni je, utu wetu ulienda wapi na sauti zetu zitasikika siku gani? Mwananchi ama the lives of Kenyans matters, na kweli it matters. Tukichunga afya, tukichunga ulinzi na tukipeana ulinzi kwa sababu ya maisha ya nafsi moja ya Mkenya. Wanapokufa mmoja na wawili watatu, ushuru wetu pia unapungua, na pia imani kwa serikali inapungua, kwa sababu haya yanatukia chini ya walinzi ambao wako chini ya serikali ya kitaifa. Na itakuwa kwamba ni tunaita kwa kizungu ni sarcastic, wakati wabunge wengi ambao wamekuwa wakisema kwamba maandamano ni ya ujinga, maandamano haya hayana msingi, maandamano haya, hata watu wengine ambao ni kwenye serikali wakisema kwamba maandamano haya yanapelekwa yanasukumwa na watu ambao ni wa upinzani, na hata wale ambao tunawajua kwamba ni magavana wazuri, na baadaye wanasimulia kwamba mambo haya tu yanatokea ni mabaya, na baadaye wanakuja kusema kwamba swala hili hawakulijua, kwa sababu wao wanajua kwamba waliachilia polisi wakakuja, na walipokuja walijua kwamba watafanya mambo kama haya. Na je, kama hili swala kweli alikufanywa na halikufanywa na kwa njia tuseme tu ni ya nguvu, na tuseme ni kwa nini ikafanyika hivyo, na wakati ilifanyika hivyo kwani ni jambo la kushtusha ama ni jambo la kuogofya? Huyu hakuogopa lolote, alijua tu hili ni jambo la kufanya na liishe, kwa sababu tukisema kwa kizungu goons walikuwa kwenye mtaa huu wa CBD na walikuwa pamoja na askari. Askari hawakuwatawanya, hawakuwapiga risasi hawa waliokuwa wakiumiza wananchi, lakini walimuumiza yule ambaye hakuwa na rungu, hakuwa na panga, hakuwa na kitu chochote, lakini alikuwa na barakoa. Kwa hiyo tujiulize, waliogopa wenye marungu wakasema huyu alikuwa mhalifu kwa sababu alikuwa na barakoa? Kwani barakoa ni silaha? Na kwa nini hao wote ambao waliokuwa na marungu wakiimba pale nje ya City Hall hawakujulikana? Kwani
maaskari hawana nguvu ya kuweza kwamba kumfanikisha kumaliza uhalifu kwenye CBD. Ni kwamba makamera zote za CCTV hazikuwaona. Ni kwamba walipokuwa wakionekana kwenye kamera za press ama za televisheni kwenye online, tulikuwa tunawaona wakiwa na marungu, na pia walikuwa na wengine mapanga walikuwa nayo. Na si mara ya kwanza, hii ni mara ya pili, si mara ya pili, si mara ya tatu wameonekana hadharani wakiwa na marungu. Na sasa walipokuwa wakitoka hapo walikuwa wanasema Sakaja, tumemaliza kazi. Ndiyo, wacha wakuje maana tumewaweza. Swala hilo utaliona kwenye video ambazo ziko kwenye mtandao wa kijamii. Swali ambalo tutaliendelea kujiuliza kwamba taifa letu la Kenya tutazidi kulia hadi lini? Uhuru wetu utakuja lini? Aliondoka mamlakani aliitwa Uhuru Kenyatta. Aliitwa Uhuru Kenyatta wakati ambapo nchi ilipata uhuru. Ni miaka 60 lakini uhuru huo haujajionesha hadharani, maana viongozi walioingia ni wa kuongoza, lakini kiimla wanasema demokrasia kwa maneno, lakini kidhahiri ama kimatendo masuala haya ya kiimla yako ndani yao 100%. Ni kwa nini? Ni kwa sababu mambo mengi kama yangekuwa yanafanyika na watu hawa ambao wanafanya mambo kama haya ya uhalifu na kuua watu wengine wangechukuliwa hatua, basi tungekubali na tuseme kwamba waliuawa na walipowaua wenzao wakachukuliwa hatua. Lakini hata moja, tukumbuke miaka 2 iliyopita hadi hivi leo bado swala hilo halijakamilika. Hata kabla ya mwaka 2022, mwaka 2020, wakati wale ambao walikuwa wakitembea wakati wa usiku, wakati wa corona walipouawa, bado there is no justice found hadi siku hii ya leo. Tutazidi tukisema tunahitaji haki. Haki yenyewe itajileta wakati mmoja. Nitazidi kusema kwenye tahariri hii kwamba hatuna uwezo, lakini uwezo huo utakuja tukiwa na viongozi ambao wanawapenda Wakenya, viongozi ambao wanawajali Wakenya, viongozi wasiojijali wenyewe na tumbo zao wenyewe, lakini viongozi ambao watakaoweza kuongoza taifa pasi na kusikia sauti, kwa sababu sauti mingi ambazo wanasikia ni kwamba tunahitaji hela fulani, tupore pesa fulani, tufanye kitu fulani. Hiyo sauti wanaisikia, lakini sauti ya kunungunika kwa mwananchi haitasikika, ila siku moja itasikika. Na itasikika kwa njia gani? Mwaka 2027, tokea wewe mwananchi ingia kwenye kituo cha kupiga kura, piga kura kwa yule ambaye ni kiongozi ambaye anafaa, pasi na misingi ya kikabila, pasi na misingi ya ahadi zisizo timilika, pasi na ahadi hewa, pasi na kufuata kile ambacho umekisema, lakini ufuate kulingana na yale ambao unaona kwamba huyu kiongozi anafaa kuchaguliwa. Tusikue wajinga, alivyosema mwimbaji mmoja kwamba wajinga ndio sisi. Okay, na tuwe makini kwa kupiga kura mwaka 2027 na tubadilishe nchi yetu ya Kenya kwa njia moja na nyingine. Tutafurahi matokeo yake kwa sababu uongozi wa kiimla umetawala sana, na sasa inahitaji tubadilishe mienendo ya kupiga kura. Kwa heri kwa sasa, ndiyo tahariri ya hii leo. Endelea kusubscribe na endelea kufuatilia Pili Media Group kwa njia moja au nyingine, na Mungu akubariki. Naomba kwamba Kenya ambayo ni nchi tukufu iliyokombolewa miaka 60 iliyopita, baada ya watu wengi walienda msituni kwa sababu ya kupigania uhuru wa Kenya kutoka kwa mkoloni ambaye ni mkoloni wa rangi nyingine, lakini sasa tukikuwa na mkoloni wa rangi moja ambaye ni Mwafrika mwenzako, inakuwa ni swala la ukoloni mamboleo, swala ambalo siku moja litaondolewa kwa viongozi ambao ni wazalendo na wanaojipenda na kupenda taifa kwa jumla na wanaopenda ndugu kwa ndugu. Kwa heri kwa sasa. Jina langu ni Isaac
Leonard.